Mimi nilikuwa ODM 2013. Lakini mnajua Waswahili wanasema fahali wawili hawakai zizi moja. So tukasukumana mimi na Joe, mwisho akanisukuma nje. Ukisukuma nje unatafuta nyumba nyingine, si ndio hivyo? Lakini mara hii nimerudi nyumbani. Na mimi nimeingia kwa mlango ya mbele. Okay, nimefika sitting room. Sasa nguo ile nyekundu nimevua. Munipatie msichana niingie bedroom. Na kama chairman yuko hapa, wazee wako hapa, kuna shida tena hapo? Siasa ya 2022. Na kwenye hiyo siasa kuna mambo mawili. Kuna siasa ya national level. Who are we going to send forward? And there is no question as to who we're sending forward. We're sending Baba forward. Okay? Na tukiulizana swali, why? It is because Baba, more than anybody in this country, has suffered for the people of Kenya. Tulikuwa Mtwapa. Baba alipoongea kutoka Kilifi, tulikuwa Mtwapa, nikasimama kwa gari yake nikasema, nyinyi vijana mlioko hapa ambaye leo mnamshangilia Baba, mnampigia makelele, mnafurahia nini, hamufahamu kitu kimoja. Ile jela ya Shemolatewa pale, huyu mzee alikula ngumu huko. So if you can stand in public today and criticize your government and demand your rights, it's because this mzee alikula ngumu kwa hiyo jela. Okay? The constitution that we have, it is Raila who pushed it. The BBI changes that are coming, it is Raila who pushed it. My friend, this man has paid for our democracy with blood, sweat and tears. So mimi sisemi hiyo hapa kwa sababu tuko kwenye mkutano wa Jaluo. No. It is a historical, undisputed fact. Lakini mimi niko na uhusiano na Baba miaka mingi, niko na urafiki na Kalonzo, Musalia Mudavadi ni rafiki yangu, Uhuru of course. Na miaka mingi mimi nasukuma hii uhusiano wa Raila na Kalonzo irudi. Na leo unaona kwenye gazeti nasemaje. So kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hawa wawili watarudi pamoja. Kwa sababu umoja ni nguvu. Si ni kweli hiyo? Umoja ni nguvu. So mimi nimerudi nyumbani, niko ndani kabisa. Mukinipatia huyo msichana, niko na bedroom kabisa.